Tunawakaribisha wandugu wapendwa. Mimi tena nimerudi kwenye kamera. Ninaitwa Kalebu Muvugizi. Wengi mmeshanijua, mmeshanitambua nikionekana kwenye video. Najua wengi mtajua ninakuja kusema nini. Mimi ni yule wa For Life. For Life niliwaambia mimi kila mara huwa nafurahia sana kuzungumza, nikiongelea sana kuhusu hii product ama kampuni hii ya For Life. Tukizungumzia kuhusu For Life, yani inamaanisha kupenda maisha yetu. Hii ni moja ya bidhaa ama kampuni imetujali sana watu wote ambao wanaweza kupata hii habari kuhusu kampuni ya For Life. Najua kuna wengi ambao labda hawataweza kupata nafasi ama kupata bahati ya kujua kampuni yetu ya For Life. Vile nimeweza kuwaelezea kiufupi, mara nyingi huwa nasema mahali kampuni hii ya For Life inapotokea ama mahali ilianzishwa. Kuna wakati ambao nilijaribu kuandika, nikaweza kuwaambia wakati ambao tumejua hii kampuni ya For Life. Niliwaambia kwamba nimeijua tangu mwaka wa 2008 ama 2009. Kusema kufika sasa ni karibu miaka 18 ama miaka 20, karibu 17. Hii kampuni bado haijabadilika. Hatujaona hitilafu yoyote, hatujaona makosa yoyote ambayo imetokea katika kampuni hii. Labda kuna wale ambao wameweza kuyasikia hapo mbeleni wakati tulianzisha ama wakati tulipokuwa tukiambiwa habari za kampuni yetu ya For Life, na saa nyingine huwa tunakuwa bado hatujaelewa sana kuhusu hii kampuni. Inasababisha makosa ama inasababisha upungufu fulani katika kuendelesha kampuni hii. Lakini kwa sasa najua bado ama kuna yale ambao hatujajua sana kinaganaga ama kwa kindani kidindi vile inavyotakikana. Lakini vile iwezekanavyo ndivyo huwa tunajaribu kuzungumza na kuweza kueleza watu kampuni ya For Life ni nini. Niliwaambia kwamba hii kampuni ya For Life ni kampuni ambayo iliundwa na madaktari kutoka USA. Wanijifunza ama wamejaribu kuweza kufikiria, kuweza kusema tunaweza fanya nini ndio tuweze kusaidia viumbe wanadamu kwa ulimwengu huu tunaoishi. Watu huwa wanaenda wanasomea udaktari na wengine wanaenda kusoma ama kujifunza jinsi ya kuweza kutengeneza madawa, na wengine wanasomea jinsi ya kupea ama kuandikia wagonjwa madawa yale ambayo yametoka katika viwanda, na nyingine kama hizo. Kuna aina tofauti katika kiafya, lakini sana ukiwauliza hii imetengenezwa na nini, ilitengenezwaje, ilianzishwa wapi, kampuni iliyounda hii madawa imeanzisha kivipi, lakini hautapata majibu ambayo yatakuwa sahihi kuweza kutusaidia. Lakini kampuni hii yetu ya For Life
Inasema kwa sababu wewe ukiingia ndani, wewe ni mmoja wa kampuni hii. Kampuni inaitwa ni yako, ndio maana wanajaribu kukuelimisha kujua jinsi ya kutengeneza ama kufikiria ama kuweza kujua jinsi unaweza kujali ama kukaribia mgonjwa na kumsaidia kiwango anaweza kupata nafasi ama nafuu. Tuseme nafuu kwa sababu maisha yetu kila mara, wakati wote huwa bado ni wahitaji wa afya, kuhitajika vitu ambavyo inaweza kutusaidia kuendelea na kuishi. Ndio maana wanatuelimisha, ndio maana wanatuambia jinsi kampuni hii ilianzishwa, kile ambacho kinachofanya product kama hizi Transfer Fact iweze kupatikana. Unajifunza sana, wanakufundisha ni nini inayofanya bidhaa hizi zetu za 4Life ama Transfer Fact. Niwaambia inatoka katika maziwa ya ng'ombe, mayai ya kuku na herbs ama majani fulani. Unajua mtu, hizo ndizo vitu ambavyo vinaunda mwili wa mwanadamu ndiye aweze kuendelea kuwa na afya nzuri. Hiyo ni upande wa kiafya, na tutaendelea tukizungumza kuhusu kampuni hii na jinsi tutakavyokuwa tunaweza kufanya katika kampuni hii. Acha leo nije nizungumze kuhusu wale ambao wanataka kufanya biashara katika kampuni yetu ya 4Life. Kwa sababu wengi labda tukiendelea kuwaambia kile ambacho kimeundwa katika bidhaa hizi ama hizi product, itaendelea labda kuwa nzito na kuwa kuchukua nafasi ya kuweza kujua upande wa kibiashara, na hapo ndipo watu wengi huwa wanataka sana wengi, kwa sababu tukiona kwa sababu kibiashara ndiyo inayotufanya maisha ya kila siku kuweza kufikiria ni nini tunaweza kufanya. Niwaambia kuna zile product ambazo utatumia na zitaweza kusaidia kufikia katika biashara zako. Unajua kama hauna afya nzuri, kufanya kazi inakuwa ni ngumu. Utakuta kama mwili haujihisi vizuri, mwili wako bado ni mnyonge, inakuwa ni vigumu sana kufanya kazi. Kuna wale ambao wanaajiriwa kuna wale ambao wameajiriwa katika makampuni. Wakati unapokuwa na afya nzuri, wakati walikuajiri katika kampuni, unaendelea na hiyo kazi, wana benefit ama wanapata faida kupitia nguvu zako. Lakini wakati unapopungukiwa na afya, unashikwa na ugonjwa, mara moja kampuni itaona kwamba inataka kuingia katika hasara, inakuambia kwamba muda ama nafasi yako imeisha kufanya katika kampuni hii. Unafukuzwa, unarudi nyumbani, wanaendelea kuchukua wengine ambao wana nguvu, wana afya, wana uwezo wa kuweza kuwafanyia kazi ndio waweze kupata faida na waendelee. Kuna serikali, kazi za serikali nazo hivyo. Wengi huwa wanawachukua ndio waweze kufanya kazi, na ukiwa na afya nzuri mnaendelea. Lakini wakati unapougua na magonjwa tofauti, hapo ndipo kazi unakuta saa nyingine imeisha. Lakini kwa wale ambao wamekaa kwa miaka kiasi fulani katika kazi, wanaona kuliko kutoe katika kazini, wanakuambia utaendelea kufanya hii ndogo ile uwezayo, unaweza kufanya hata ukiwa nyumbani. Wakati labda saa nyingine unaweza kurudi kazini, wanakupea masaa
ndio uendelee kupelekana nao, ndio wasikupee pesa ama wasikulipe fidia ndio urudi nyumbani, sababu serikali ni mzazi wa kila mtu ambaye anaishi katika hiyo nchi. Ndipo sasa hapo tunasema katika maisha yetu ni bora sana katika afya iwe ni sawa, iweze kusaidia kufanya kazi. Lakini acha turudi kwenye upande wa kibiashara. Niliwaambia katika kampuni yetu ya 4Life, unaposikiza hii audio ama hii video sote, niliwaambia kwamba video zangu huwa zinawafundisha kwa njia tofauti tofauti. Tunazungumza, sio ati mimi najua sana, lakini vile niwezavyo, vile ambavyo nimebarikiwa kujua, nilisema lazima tuzungumze na nyinyi muweze kujua ni nini hasa mimi ninachowaambia. Niliwaambia katika kampuni hii tunafanya biashara kando ya kutibu ama kusaidia kiafya. Hiyo ni njia nyingine. Kufanya biashara, niwaambia kwanza, ukija katika kampuni hii unakuja kama kuna mtu ambaye amekuelezea, unakuja ukitaja yule mtu ambaye amekuelezea kampuni hii. Unasema mimi mara ya kwanza mtu aliyenifikishia habari hii ni mtu fulani. Ukishataja jina lake, lazima mahali ambapo utakapoenda katika ofisi watajaza form, waseme fulani amekuja katika kampuni, amekuwa mmoja wetu, amekuja ili awe member, awe mshirika wetu na aweze kuwa mwenye kampuni. Wanajaza hapo juu, wanasema fulani ndiye amemwambia hii habari, ana ID number yake, yani namba za kitambulisho chake. Katika kampuni tuna namba za vitambulisho ambao wanakupea katika kampuni. Niliwaambia namba yako ambayo unajulikana kwa hiyo namba katika kampuni ulimwengu mzima, ama katika kampuni ya 4Life ni moja tu kwako, kwa kila mtu. Mimi hapa ninayesema nikiwa katika nchi fulani, Afrika, niwe Europe, niwe Asia, niwe Amerika, niwe wapi, kila mahali ambapo nitakuwa, namba yangu katika kampuni ya 4Life ni moja. Hiyo ni namba yangu, hakuna mwingine atakayepewa namba kama hiyo. Wakati wewe unapokuja katika kampuni, wakati nimekupea hiyo habari kwamba kuna kampuni ya 4Life, tunasema nimekuzaa ama nimekuleta katika kampuni. Hata kama wewe uko katika Amerika, mimi niko Afrika, mwingine yuko Asia, mwingine yuko Europe, ukipata habari kupitia katika hii video, useme mimi Kalebu ndiye ameniambia kuhusu kampuni ya 4Life. Watakuuliza ana namba katika ama ID namba katika kampuni aliyojisajili nayo, aliyopewa wakati alijisajili. Hiyo namba ndiyo inaandikwa kwa hiyo form. Unajaza, nasema majina yako, email yako, anwani, unaweka namba ya simu yako, majina vile imeandikwa kwa vitambulisho, kwa sababu kuna mahali itafika ambao utahitajika kutumia ID namba yako, na hiyo tutakuja kufikia. Nataka tuzungumze kwa kirefu sana siku hii ya leo. Wakati sasa wamemaliza ama wamekamilisha kujaza hiyo form, inaingizwa kwa system. Wewe tu kile ambacho umefanya, umetoa kitambulisho chako katika nchi yako yoyote tu, hata kama ni ya kampuni unayotumia ama ni gani, bora iwe ni kitambulisho ambayo wewe unajua ni yako, utakaa nayo forever ama wakati wote wewe unapoishi. Hiyo kitambulisho yako
namba ya huyo mtu ambaye amekuleta ndio tunaita ID number, namba ya simu yako, anwani yako ndio email kwa lugha zingine. Wakishamaliza kujaza wanaweka kwa system. System inakutolea ID number kulingana na vile mahali kampuni imefikia. Wanakuambia ndio hii ID number yako utakayotumia. Hiyo ndio kitambulisho yako kila mahali na wakati wote unaoishi katika kampuni ya 4Life. Unafanya jambo la pili, unanunua bidhaa product za kampuni yetu ya 4Life. Unaponunua, kila bidhaa ina alama zake, kile ambacho tunaita LPs. LPs ama point, tunaweza sema hivyo, LPs zako hizo. Wakati unaponunua, tuseme kwa mfano, unaponunua transfer fact hii moja, ina point ama LPs 55. Hii moja ina 55. Zikiwa mbili zinakuwa ni 110. Zikiwa hivi mbili, unakuwa sasa umepata point ama LPs 110, kwa sababu hii moja iko na 55, hii nyingine ina 55. Hii nyingine nayo ina point zake, ndio tunaita Caramag. Kuna hii Mskriton, hii inaitwa Mskriton, nayo ina LPs zake. Katika kampuni kila product ina LPs zake, italingana na zile umechagua. Unachagua nyingi, zinaenda juu. Unaweza kununua hata tuseme za $200, $300, $500, $1000. Lakini kile kinachohitajika wakati wewe umeingia katika kampuni ni LPs 100. LPs 100 nayo italingana na zile product ambazo wewe umechagua. Sisi huwa tunaambia watu kununua hizi mbili tu. Wakati umenunua hizi mbili, wewe umekuwa sasa ni memba kamilifu. Unaweza kuanzisha biashara yako, unaweza kuandika watu, unawaelezea kampuni ya 4Life, nao wakishasikiza wanafanya vile vile ulivyofanya. Sasa na wewe hapo, wakati umeita watu wengine, utataja ama utatoa ile namba yako ya kampuni ambayo tunaita ID number. Wakati sasa unataka kujenga ile team ama tuseme kikundi chako ama watu ambao wanakuja kwenye yani line yako, mstari wako kwenye kampuni, hao wanaitwa watoto wako. Ni watoto, wajukuu na wajukuu na wajukuu, hivyo kuendelea. Italingana na vile wewe umepangilia katika line yako. Wakati sasa umeanza kufanya hivyo, ndio niliwaambia kwamba tuna ngazi, kuna viwango ambao huwa tunapitia. Katika simu yangu nina hiyo app imeandikwa 4Life. Hiyo app imeandikwa 4Life. Hiyo sasa ndio mimi huwa naangalia kundi langu limefanya nini, katika kampuni yangu nini inayoendelea. Kwa saa hii mimi najiita mwenye kampuni, na hata kampuni yenyewe inanitaja kuwa mimi ni mmoja ama ni mwenye kampuni, kwa sababu ya ile kundi la watu ambao nimejenga chini yangu. Sasa wakati umenunua hizo LP 100, umeleta watu 20 ama watu 5 ama watu 10 ama mtu mmoja,
kile ambacho atanunua katika kampuni ya 4Life, wewe utalipwa pesa yani tunasema ni alama 20, tuseme 20%, ama tuseme 10%, 10 ama 50, inalingana. Kuna kiwango fulani utalipwa kulingana na ile bidhaa amenunua, kulingana na ile pesa ambayo yeye ameweka katika kampuni, akanunua kila kitu ambacho amenunua. Hata wewe kama haujui, wewe watakulipa sababu umekuja naye. Mara ya kwanza kuna ile pesa watakulipa sababu umealika watu nao wakaweza kuingia, na wewe una benefit kwa sababu wewe ni mwenye kampuni na wewe unalipwa. Wakati sasa tuseme tunapoendelea mpaka mwisho wa mwezi, sisi wote tunafunga mwezi vile, kama tuseme mwezi wa pili ambao uko na tarehe 28. Ikifika tarehe 28 saa 6 za usiku, kila mtu kampuni inafunga, inasema sasa hapa kazi mliofanya mwezi huu imekamilishwa. Mnarudi tena kila mtu, wewe ulio hapo juu ndiyo uweze kufundisha timu yako ama watu wako. Unarudi tena unanunua zile bidhaa ama hizi transfer factor. Sisemi kwamba ni lazima ununue transfer factor peke yake. Unaweza kununua ni nyingi. Niliwaelezea, niko na kitabu ambayo ina hizi product kwa wingi. Kuna zile za kutibu, zile za kusaidia mafupa, kuna zile za kusaidia mishipa ya mtu, kuna zile za kusaidia damu iweze kutembea vizuri niliwaambia. Kuna ile ya kusaidia watu walio na ugonjwa wa asma, wale ambao wanafungana wakati hali imebadilika. Kama kwa sasa hapa mahali tunapoishi, mvua imeanza kunyesha, utakuta watu wengi wamekuwa ni wagonjwa, hawatoki tena nyumbani kwa sababu hali ya anga imegeuka, imechange, imekuwa sasa ni kiwango ama imerudi katika hali ambao mwili wake hauzoei, mpaka wakati itakapokufika naye aanze sasa kuzoea. Lakini sio sana upate watu wamekuwa na afya nzuri wakati mvua inanyesha. Ndio nawaambia kuna aina nyingi za product ambazo zinatusaidia katika kampuni yetu ya 4Life. Leo sitazungumzia sana kuhusu hizo product, lakini wewe utachagua zile ambazo zinakufaa, zile unasikiza kwamba unahitaji, ama zile watu wako wanaohitaji. Unaweza kununua ndio utumie, unaweza kununua uuze, unaweza kununua upee jamaa na marafiki. Wakati unaponunua hii product, wanakupea kwa bei ambayo tunaita wholesale. Wakati wewe ni member wa kampuni, kuna bei ya wholesale, kuna bei ya mwenye kampuni. Na mnajua katika kampuni ina kazi nyingi. Kwanza tuseme hii chupa yenyewe ambao iko na hii bidhaa za 4Life, hii ni pesa yenyewe. Hivi nimeguza vitu nyingi. Kuna chupa yenyewe, kuna mfuniko, hiyo ni moja. Kuna hii karatasi ambayo iko juu yake, kuna hii maandishi vile inavyotengenezwa iweze kujulikana ni transfer fact. Kwa sababu leo wataandika hii, kesho watachange. Sababu ya nini? Kwa sababu kuna tarehe za kutengenezwa na kuna tarehe za kuharibika. Itafika mahali ambapo
haitatumiwa tena. Kwa nini? Kwa sababu imekaa labda kwa store, ama wewe umenunua ukakaa nayo. Ndiyo maana katika kampuni inatumia pesa nyingi, wanauza hii bidhaa. Wakati wewe umechagua hizo zile zenye unataka, unaweza kuzinunua katika kampuni kwa bei ya kijumla. Tuseme kwa Kiswahili hivyo, kwa bei ya kijumla. Wanakuachia pesa na wewe za kuuza juu ndio uweze kupata faida. Unapata faida wakati unapouza hiyo product. Unapata faida tena wakati wewe umenunua nyingi zaidi ya point LPs 100. Ukifika 150 wanaanza kukulipa wewe mwenyewe kabla hujaambia mtu mwingine. Kwa sababu hapo ukifika 150 kuna kile tunachoita loyalty program. Loyalty program inasema wakati umefika kiwango cha kununua product ambao zina LPs 150 kwa kila mwezi na umechagua tarehe utanunua nayo kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 10. Na hata zaidi hapo unaweza enda juu kulingana na vile umesign ama umeambia kampuni unataka kuwa unanunua bidhaa zako wakati gani. Wakati umenunua ukifika hiyo 150 wanakuonyesha zile bidhaa ama zile product umenunua. Kila product ina commission yake ambao wewe watakupea. Unaweza chagua, unakuta hii moja ina point zenye ziko juu. Wanakulipa sasa. Zinabaki kwa akaunti yako. Ukishafikisha kiwango fulani, unaitisha, unaagiza katika kampuni. Wakati unaagiza kulingana na zile pointi zako uko nazo, unaweza pewa product 10. Kwa mfano, hizi 2 hizi 2 na nyingine na nyingine na nyingine hadi kiwango kile, ama zile pesa ama zile point ambazo wewe umelipa kulingana na vile umenunua. Kwa akaunti yako unaiona imeandikwa hapo. Unapata, wanakulipa, unapewa hizo bidhaa. Wakati unapopewa, unaweza si kusema umepewa, unasema kwa pointi zangu ziko ndani, nahitaji product kiwango fulani. Hii na hii na hii na hii. Wewe mwenyewe ndio utachagua, unasema nataka transfer factor, nataka glucoch, nataka Leovida, nataka Recall, nataka Caramag, nataka nini hivyo hivyo. Na Vista na nini, Rice Start Men, Rice Start Women, hizo zote ziko ndani. Wewe utachagua ile ambao unahitaji. Sasa hiyo ni faida nyingine ambao ama ni malipo ambao unapewa wakati umepitisha LPs 100 ukafika LPs 150. Unalipwa kama hujaleta mtu yoyote ama mtu mwingine hajanunua aliye chini yako. Wale ambao wako chini yako nao wakinunua hizo LPs 100 wanaunganisha zile zote ambazo wamenunua, wanakupea 20% ama tuseme 25%. Wanaunganisha, wanaweza kuwa watu 10 ama watu 20 ama watu 100 ama watu 1000 ama watu 20,000. Wote wataenda wakihesabu, sababu wote hiyo namba yako inaonekana. Wale watu ambao wewe umeleta umeambia wanaonekana kwako, wale nao wameleta nao wanaonekana kwa timu yako, wale nao ambao wameleta wale wengine nao wanaendelea hivyo hivyo hadi kizazi cha 20 hata 50. Inalingana na vile umejipanga na wewe vile umefanya. Kampuni hii haikosei. Haiwezi sema mimi niko Kenya nimeleta mtu mwenye iko South Sudan aite hawamjui na hajulikani katika Kenya na mimi sitajua. Hapana. Kampuni ni ya ukweli, ni ya uaminifu. Ni kampuni ambayo tunafanya kwa uaminifu.
ukiwa USA, ukiwa Europe, ukiwa Asia, umepata hii habari na umepeleka hiyo namba yangu, ambayo si ati useme majina. Ukiwapea hiyo namba, wanajua huyu ndiye amekuleta hiyo timu yako yote, wale watu ambao utajulisha hii habari, wewe utalipwa na mimi nitalipwa na yule aliye juu yangu mpaka hadi wa mwisho. Sisi wote tunapata kiwango ambacho tumefanyia. Wakati sasa nimesema unaponunua zaidi ya hiyo 150 umepewa hizo point. Hiyo ni malipo ya kwanza. Ya pili ni wakati wa timu yako imenunua. Yaani katika hii step ama katika kiwango hiki tunachoongelea, ambao ni kujisajili, ama umeita watu wawili ama watatu, una rank ambao wanasema tunataja, inaitwa builder. Unatoka kwa builder unaenda builder elite. Unatoka kwa builder elite unaenda kwa diama. Diama unatoka unaenda diama elite. Unatoka kwa diama elite unaenda kwa presidential. Unatoka presidential unaenda presidential elite. Hivyo hivyo mpaka wakati utafika kwa platinum elite. Platinum elite ndiyo kiwango cha mwisho. Hapo utafanyiwa sikukuu katika kiwango cha ulimwengu mzima. Acha niwaambie wandugu wapendwa, marafiki zangu, unaweza kulipwa pesa ambao wewe haujawahi kufikiria katika maishani mwako. Sababu watu ambao wamejulisha kampuni unalipwa. Ile kazi wamefanya nao pia wakinunua nao pia hivyo hivyo unalipwa. Wale ambao hataambia na wale wengine wataambiwa na yeye na wale wengine wataambiwa na hao watu, vile hiyo inameendelea, utaendelea ukipata hizo pesa. Utajikuta wewe umeitwa milionea. Utajikuta wewe una nyumba ya kiarifa, nyumba nzuri sana, nyumba ya maridadi. Unaweza kuta uko na gari. Utajikuta uko na afya nzuri. Hakuna kitu ambacho tena itakuwa ni ngumu kwako, kwa sababu vyote viko katika kundi lako ama liko katika mikononi mwako. Nimeendelea kuwaambia sana. Nimejaribu kuzungumza na nyinyi nikiwaambia njooni karibu tuweze kuwa pamoja. Kuna siku niliwaambia kwamba nchi ama taifa fulani ambayo ina hekima, ina watu ambao wako na hekima sana, wanapenda watu, wawe na watu wengi. Tuseme kama USA, tuseme kama Canada, tuseme nchi hizo zingine, Australia, tuseme kama hao watu wametambua kwamba kuwa na watu wengi ni faida kwao. Watakuambia wamekupea resettlement kuja kwetu. Unaenda kufanya kazi, unafikiria kwamba wamekujali sana, eti wewe ndiyo unafaidika sana, lakini hiyo nchi ndiyo ina faida kubwa sana. Hapo utakuta wameinuka sana. Tunaona kama China ina watu wengi. Kwa saa hii inajaribu kupigania kuwa katika hali ya juu kiuchumi, kimaendeleo, nguvu, vyovyote vile ambavyo vinahitajika katika ulimwengu huu. Watafikia kwa sababu wao wana watu wengi. Utakuta watu wanasema jaribuni kupunguza uzazi, na Mungu alisema na mmebarikiwa mzae muongezeke mkaenee ulimwengu mzima. Unakuta mtu hataki kuwa mtu wa watu na hana kazi yoyote inayomzuia kuweza kuzaa. Eti nina kazi, nina shughuli fulani,
zinazoziwezesha ama zinazonipea faida fulani, unakuta mtu anasema hapana, sitaki tena kuzaa, sitaki kuongezeka. Ndugu wapendwa, sisemi tuzae wale ambao ni zaidi ya uwezo wetu, lakini tuwe watu wa watu, tuwe watu wa kuzungumza na watu, tuwe watu wa kupenda watu, tutaki kuwa pamoja na wengine. Hapo tutapata faida. Wakati wewe unapoanzisha biashara, jaribuni ama jifunze ni area gani nitaweka biashara yangu. Ni wapi kuna watu wengi ambao wataweza kuwa watu wanaotumia hii biashara ninayofanya. Ukichukua biashara yako uende uweke huko msituni ama mahali kwa mlima tu, hakuna njia, hakuna watu wanaoishi huko, sijui kwamba utapata faida. Sijui kwamba utaweza kuendelea katika mwelekeo wa maisha yako. Lakini wakati unapotaka kufungua biashara, jaribu kuwa pamoja na watu. Soma mahali utafanyia biashara yako. Hapo utapata faida na utaweza kuendelea. Watu ambao hawapendi watu, hawazungumzi na watu, ni kama kufungua biashara na ufunge mlango wa duka yako. Mahali unapouza, unaweza chukua bidhaa zako, unaweka ndani ya store, alafu unaweka mlango na kufuli. Hapo hautapata mtu akija kuvunja mlango ama kufungua aseme na kuitisha funguo, nikuja nifungue ile store ambao umeweka hizo bidhaa ambao mimi nahitaji. Hata kama ni safari itakuchukua ndio uende mahali pengine ilipo, wewe utachukua safari yako na utaenda. Hata kama ni mpakani, utakuta watu wamenunua passport, watu wamenunua hizo vitambulisho vya kuwasaidia waende katika nchi ambazo zina hizo bidhaa, ndio waweze kununua na kuja kutumia. Ndio maana tunasema jaribuni ama karibieni watu mzungumze. Hata mimi ninayekuja katika kamera hii, ninakuja ili tuweze kuzungumza, tuweze kujadiliana, tuweze kuongea, tujue ni nini kinachohitajika. Mtu akija katika kampuni, anajaribu kufuatilia ile kazi anayoifanya, jinsi anavyofanya kazi yake. Si eti umeingia na kupea mtu mwingine. Hiyo sahau na uweke akili yako, uweke mawazo yako kwenye kazi yako. Ukiwa mfanyabiashara, lazima ujue kila siku inahitajika katika soko na kununua na kuuza. Sisi hapa Kenya tumebahatika ama tumepata neema kuweza kuwa na kampuni ambayo inaweza tusaidia kuleta bidhaa kutoka kwenye kampuni ya 4Life na kufikisha hapa kwa bei ndogo sana. Ndiyo, sisemi kwamba watu wote itakuwa kama vile ilivyo hapa. Labda nchi ulio nayo uko ndani inaweza kuwa inakuitisha pesa za kusafirisha mzigo wako. Lakini kuna wale ambao tena wako katika nchi ambao haihitajiki kulipia mzigo. Kampuni yenyewe inakubali kukuletea mpaka nyumbani kwako. Lakini acha tuzungumze kwetu ambao tuko katika nchi za Afrika. Afrika tunanunua kwa internet. Kile ambacho nimewaambia katika kampuni yetu ya 4Life ni uaminifu, ni kuaminiana vyovyote vile. Hata kama unijui, hujawahi niona, sisi tunanunua, na hata kama kuna soko zingine ambazo tunapata kwa internet, lakini hapo utakuta kuna makosa fulani ambao huwa yanatokea. Unakuta umenunua vitu, umeitisha vitu, alafu wanakuletea nyingine isiyokuwa ile ambao umeitisha. Lakini katika kampuni hii ya 4Life
unanunua, unasema mimi nataka transfer factor hizi mbili, wanakupea hizi transfer factor mbili. Wanakupea invoice, inakuja moja kwa moja mahali wewe unapoishi. Inakuonyesha bei na point zako zile ambazo umepewa ama umenunua. Sisi tukinunua, hiyo kampuni ambayo tunafanya nayo, ambayo tumesaini nayo, tumejiandikisha nayo ya kutuletea hizo bidhaa, inakuja nayo kutoka USA mpaka hapa Kenya. Inaweza chukua kati ya wiki moja na wiki 3. Tuseme hiyo ni karibuni mwezi. Italingana na vile watu wameagiza mzigo kutoka USA kuja Kenya. Ikifika hapa na sisi tunaichukua kwa kampuni, ndio tunawalipa pesa kidogo kidogo, sio nyingi. Yaani ni baraka tumepewa na Mungu, nao wanatujali, nao wanatusaidia, nao wanatufanyia bei mzuri, na haitatusumbua, haiharibu chochote katika kampuni yetu ya For Life. Utakuta gharama inakuja chini sana. Lakini tukinunua mahali pengine unakuta point wamepunguza, bei imeenda juu. Point wamepunguza, hautawahi fika mahali ambapo ulikuwa unataka kufika. Kwa sababu sisi huwa tunapigania LPs. Zile LPs zako ndio zitakufikisha katika kiwango nyingine. Niliwaambia builder ana point, anahitajika kuwa na point 600. Akiwa na point 600 anaitwa builder. Unaenda unafika kwa 1000, inakuwa builder elite. Juu ya 1000 hadi 3000 unakuwa diamond. Ukienda zaidi ya 3000 ukielekea 5000 ndio unakuwa diamond elite. Ukitoka kwa 5000 hadi 10,000 ndio unaitwa presidential. Ukitoka zaidi ya 10,000 hadi 15,000 ndio inaitwa presidential elite. Tutaendelea kuzungumza hayo na ninajua tutajua sana. Wakati sasa unaponunua, ndio sasa unainua yule aliye chini yako. Unainua yule aliye chini yako, ama yule aliye juu yako, naye anaendelea kuenda juu. Nafasi alikuwa wewe unaingia, naye anatoka kwa hiyo kiwango anaenda kiwango nyingine. Hakuna wakati tutakuta sisi tumefanya kazi na sisi wote tunaendelea pamoja, sababu hii kazi ni kuwa na upendo, ni kusaidiana, ni kujali mtu ambaye ameweza kukupea habari hii. Na wewe uliye juu ya hao watu ni lazima ujali hao watu walio chini yako. Wakati unapoambia watu, mimi nimekuwa na watu kiwango fulani, nikipata wengine naendelea sasa kuweka chini ya hao ambao tumeanzishana nao kampuni hii ya For Life. Naendelea sasa kufanya nini? Kuwainua nao pia. Wakija kwenye nafasi nilikuwa, na mimi nitatoka niende kiwango nyingine, hivyo hivyo mpaka wakati utakapofika unaitwa Platinum Elite. Unakuwa sasa umevikwa shahada, ama unapewa mshahara permanent, kitu tunaweza sema ambayo ni wa kudumu, ambayo hautoki ukiitumikia kwa miezi zaidi ya 6. Turudi tuseme, ukiwa katika kampuni hii, ile namba yako lazima kila mwezi uweze kununua. Utaweza sema mimi sina watu wengi na ninataka kujichunga sana katika kampuni hii, lazima ununue product ingalau hata hii moja tu. Lakini mimi nimesema hivyo, lakini kampuni natuambia tufikishe point 100. Point 100 ndiyo uweze kulipwa
kazi zote ambazo zimefanywa chini ama katika kundi lako ambao wewe umeweza kujulisha kampuni hii ya 4Life. Tukiwa hivyo pamoja, sisi wote tutaweza kuinua maisha yetu, tutaweza kubadilisha maisha yetu. Ninajua kuna wengi wamejaribu. Kuna siku tuliweza kuzungumza nikawaambia kwamba Petro naye alipokuwa katika bahari, alikuwa ni mvuvi aliyekuwa amefanya kazi kwa muda mrefu sana. Alikuwa ndio kazi ya maisha yake, alikuwa akifanya. Lakini kuna usiku moja alilala katika bahari akitafuta samaki, akivua samaki na akakesha bila kupata chochote. Lakini wakati Yesu alikuja karibu yake, akamwambia Petro, leta samaki tule. Petro akamwambia, nimekesha usiku kutwa bila kufanikiwa. Imefika asubuhi, ndio. Akamwambia, rusha nyavu zako upande mwingine, utapata samaki. Petro alijaribu kusema pana, hii kazi ninajua sana. Kuna watu ambao tukizungumza nao wanakuambia hizi kampuni, hizi biashara, hii kazi unayoniambia, mimi nimejaribu, mimi nimeingia kwa hii, mimi nimeenda kwa hii, mimi nimefanya hivi. Hata kuna watu wengine ambao wanafanya biashara kwa internet, wanapea watu pesa ambao hawajui, na hakuna kitu chochote anakurudishia kwa mkono. Unaamini kwamba umepea mtu pesa, ameenda kuzifanyia biashara ama ameenda kuizaisha nyingine, na atakurudishia pesa yako na faida. Hakuna chochote ambacho amekupea kama dhamana ya pesa zako. Na watu wanaamini, wanatoa. Lakini jua ni wengi wamepoteza. Hizo ni kampuni ambazo zimechukua pesa za watu kwa wingi. Hata serikali zimejaribu kuzuia hiyo na imeshindikana. Lakini acha niwaambie, katika kampuni hizi za bidhaa, ndio kuna nyingine labda ulijaribu na zimeweza kuja na zikarudi tena zikapotea. Uliweka pesa zako, labda ulijaribu katika kampuni hii ya 4Life na haukuweza kufaulu. Sababu ya nini? Haukupata mafundisho ama mafunzo ya kuweza kufanya biashara hii. Inasemekana kila siku unapoamka, fikiria kuhusu kampuni yako ya 4Life. Ingalau uite mtu mmoja ama wawili, uzungumze nao. Nasema kwa uchache tu, mtu mmoja ama wawili. Kwa mwezi utakuwa umezungumza na watu wangapi? Watu 60. Tuseme mtu mmoja, watu 30. Wale watu 30 nao wamezungumza na watu 30. Ama tuseme 30, nao kila mtu ameambia watu 30, itakuwa ni ngapi? Hiyo hesabu tusaidiane, tutajua ni wengi. Hiyo ningeweza kuandika, ndio tungeweza kujua ni kiwango gani. Hao watu wote ambao umeongelesha kila siku wamefanya kama wewe, ndugu yangu, utabadilisha maisha yako na utafurahia na utaweza kufika kwa yale ambao ulikuwa unahitaji. Hata kama wewe ni mvivu sana. Sijamalizia hiyo story ya Petro. Petro wakati alisema nimekesha na hii kazi ninaijua, nimejaribu kwa muda mrefu sana, nimeifanya kwa muda mrefu, usiku huu nimekesha, na inajulikana kwamba ikifika masaa hii hakuna tena mtu katika maji wa kutafuta samaki, sababu kazi imefungwa. Akamwambia Petro, rudisha nyavu yako. Wakati alipoirusha tena, wakati alitii, akaamini kwamba yawezekana, alipata zaidi. Hata wavu wake ilikuwa karibu ikatike. Aliita watu njoo waje wamsaidie aweze kutoa hizo samaki kwenye maji. Yeye mwenyewe hangeweza. Yeye mwenyewe hangefaulu. Kama hangeita watu wengi waje wamsaidie, hangeweza kufaulu
kuiweza kuitoa kwa maji, ingerudi tu na izame tena huko ndani. Ndiyo maana tunasema wakati tunapoingia katika kampuni hii, lazima tuwe watu wa upendo, wa kujali watu wengine, kusaidiana na wengine, na tutafika kwa vyote vile tunavyohitaji. Najua pesa haiwezi sema nimekuwa na pesa mingi na siwezi kubeba, hapana. Najua pesa hata ikiwa kiwango gani, kwa nyumba tunaweka, kwa mfuko tukitembea nazo, kwa simu siku hizi teknolojia imekuja, unakuta maarifa imekuwa ni nyingi. Unakuta mtu yuko na SIM card ama line za simu 2, 3 zote zimejaa pesa. Akienda hapo kutoa itakuwa kama niseme nini, na zingine zinaenda kwa bank, zingine zinaenda kwa biashara, zingine hivyo pesa zinafanya kazi, na hatuwezi sema tumeshindwa kubeba pesa. Labda utachukua watu wa kukusaidia kuandika ama kujua jinsi pesa zako zinavyoendelea kuwa nyingi. Ndivyo ninayowaambia hapa. Nataka tujadi kuwa pamoja na watu wengi na watu wengine. Anza na mtu mmoja, usifikiria watu wengi, fikiria mtu mmoja. Una familia yako, kama wewe ni mwanamke una mume wako, huyo unaweza kuanzisha naye. Una mtoto, huyo naye anaweza kuwa ni mmoja wao watakao kuinua. Mzee anaweza kuinua, mtoto anaweza kuinua, mke anaweza kuinua, hivyo wazazi wanaweza kukuinua. Inalingana na yule ambaye amepewa habari wa kwanza. Wakati unapopata habari hii, jaribu kuitumia jinsi ilivyo, na tutaweza kufaulu. Tusiwe watu wa kusema tu ama kulia eti umaskini, shida hatuna pesa. Hapana. Kuna siku ambayo tumezungumza tukasema juu ya habari ama methali fulani inayosema kwamba kuku inapofungwa kwa siku nyingi, kwa muda mrefu, hata uifungue itabaki tu ikiwa imesimama hapo, imelalia miguu, eti bado imefungwa. Sababu inafungwa, inafika mahali inazoea ile kamba, haiwezi tena kutoka iende mpaka ilishwe mahali ilipo. Kuna watu wengi wamekaa hivyo, wamesema mimi nimekuwa maskini maishani yote. Useme forever? Hapana, usiseme hivyo. Hakuna urithi wa umaskini. Hakuna urithi wa kuwa mtu mnyonge kiwango cha kusema mimi siwezi. Hiyo neno la kusema siwezi, ondoa kwenye akili yako. Ondoa kwenye maisha yako. Sema mimi nitabadilisha maisha yangu mimi mwenyewe. Niwaambia, tukiita watu wengi watakupea ushuhuda kwamba kuna watu ambao wamekuwa matajiri na wazazi wao hakuna pesa yoyote waliompea. Marafiki hakuna kitu walichokupea. Ndugu zako hakuna kitu walichokupea, lakini wewe kujiaminia na kujua ndani mwako mna utajiri kiwango wewe hauwezi ukatambua. Jua ndani mwako ni mali ya kutosha. Ndio naweza kuambia tujiaminie. Tujue sisi ni akina nani. Kama hujapiga hatua, hauwezi jua kwamba unaweza kutembea. Jaribu. Hata kama wewe ni mgonjwa, unapotaka kujua kwamba umepona, unatembea. Ukishindwa unarudi unalala. Lakini wakati umerudi umelala unasema mimi ni mgonjwa, siku zote ama katika maishani mote utadumu kuwa wewe ni mgonjwa. Lakini jaribuni kupiga hatua. Tumia madawa, tumia hizi bidhaa, tumia chochote kile ambacho wewe umeweza, lakini jaribu kupiga hatua. Najua kuna wengi wataniona kwenye kamera na kuna maswali watajiuliza, eti huyu anayezungumza ni yule ninayemjua Gongwa?
Ni yule yule ambaye ninamjua Minembwe? Ni yule yule ninayemjua mahali fulani, mahali fulani, mahali fulani? Ndiyo, ni yeye yule yule. Labda kuna kitu imebadilika. Tuwe watu ambao wanajua kwamba yote yawezekana. Yote yawezekana. Tuwe watu mashuhuri katika maishani mwetu. Tuanze kusikia kwamba sisi ni wenye nguvu, sisi ni wenye uwezo, sisi tunaweza badilisha. Asanteni. Nikisema hivyo, najua tunazungumza mengi na tutaendelea kuzungumza. Tunawakaribisha. Wakati unapopata video hii, jaribu kupea watu wengine na uulize maswali yale ambao unataka kujua. Mimi niko tayari kujibu. Tutazungumza. Kama siwezi, kuna wale ambao watanisaidia, ambao wako juu yangu, ambao wamejua zaidi ya mimi. Kama kuna shida za kiafya, zile product ambazo nastahili kutumia, jaribu kuongea. Kuna wale ambao wanatumia, acha niseme hili jambo tena. Kuna wale ambao wanatumia hizi product zetu. Anaitumia mara ya kwanza, anaacha hivyo. Anasema hakuna kitu imenisaidia, hakuna nini, sijui nini. Niwaambia, wakati unapoitumia sababu ya uchafu ama shida ambazo tumekumbana nazo, zimekula mwili wetu, zimekula afya, zimeishi na zikawa ndio uzima wetu, ndio iweze kutoka ndani mwako. Usifikirie ni jambo rahisi, usifikirie ni mchezo. Acha niwaambie, magonjwa haiwezi kuja siku moja. Labda kuna yale ambayo yanakuja siku moja ama siku mbili, na unakuta tayari umekuwa tabani ama umekuwa mahututi. Unawekwa hospitalini, unaenda, wanasijua wanakuweka nini, wanakuweka nini. Umeshikwa siku hiyo, unajua sasa hapo, lakini kutoka itakuchukua muda. Acha niseme hii, nilikuwa nataka kuzungumza. Wakati unashikwa na ugonjwa, tuseme kansa, tuseme diabetes, tuseme asma, ni kitu inakuja pole pole, pole pole, pole pole, pole pole. Inaanza kukula mwili wako, inaanza kuua ama kujaribu kufinyilia zile uwezo za nguvu zako. Utakuta mtu anakwambia huyu ana ugonjwa huu na huyu naye anao huo huo. Wote wawili wana ugonjwa mmoja, lakini utakuta huyu amelemewa sana, amekuwa mnyonge kabisa, hadi kiwango cha kusema hatoki hospitalini, mpaka daktari anakwambia maisha yako yote utaishi kwa madawa, vidonge ama shindano. Wengine ndio hao wanafika kiwango cha kutolewa kiungo fulani. Hiyo si kupona. Hiyo kusema utaishi kwa madawa maisha yako yote, hiyo haisaidii. Hiyo si kuponya, hiyo si kutibiwa. Hiyo ni kufanyia tuseme nini, ni kufanya mawazo yako yaendelee kupokea ama kushika kile kitu ama ile shida ulio nayo, mpaka wakati utazoea na uweze kuishi nao, mpaka wakati utakufa. Lakini tunasema hakuna ugonjwa ambao hauponi. Kuna watu ambao wakati Yesu alikuwa duniani, alioweza kuwaponya hata vipofu, watu ambao hawakuwa wanaona. Yesu anawaponya, wanarudi tena wanaona. Wakawauliza hao watu, ama huyu mtu ambao ni kipofu umemponya, ni makosa yake? Ni makosa ya wazazi? Ni shida gani? Yesu akasema si hao wagonjwa, si huyu aliye kipofu wala wazazi wake, ila ni Mungu tu alitaka aweze kujidhihirisha ndani yake.
aweze kujitukuza, aweze kujionyesha kwamba yeye aweza yote. Tunaweza kuwa tuna magonjwa hayo, lakini siku moja tujue kwamba ni sababu fulani ndio uweze kuwa hivyo na utapona. Naamini hakuna ugonjwa ambao hautawahi kupona. Kila ugonjwa utapona. Ninaamini. Naamini hivyo, ndugu yangu, dada yangu, mama, mzazi, babu yangu, mtoto yangu. Wale ambao tuna uhusiano ama wale ambao watakao nisikiza, mahali popote wewe ulipo, kuna wale ambao wamepoteza nguvu zao, sio ugonjwa. Unakuta tu wakati anapotembea siku hizi, kila mtu unakuta ameshika mgongo, wengine magoti ndio inauma, wengine kichwa haiponi. Lakini najua kwamba vyote vyawezekana kupona. Katika biashara pamoja na watu wengine tutainuka na tutaweza kufikia kile ambacho tunahitaji. Najua tutazungumza mengi. Mara kwa mara sisi huwa tunakuwa na shughuli, huwa tunashikiliwa mahali, tunakosekana tena. Lakini jua lazima tuweze kuwa macho, tuweze kufungua macho yetu, tuweze kutega masikio, tuweze kuzungumza, tuweze kuamka, tutembee, tuweze kujua hadi ama mahali watu wengine wanapoishi. Ndugu yangu, karibuni katika kampuni ya 4Life. Karibuni katika kampuni ya 4Life. Na tutabarikiwa, na tutapata pesa, na tutapata afya, na tutaendelea katika maisha yetu, yatakuwa sawa vile tunavyohitaji. Niliwaambia siku nyingine, wakati unapotumia product zetu za 4Life, huwa unapenda watu, unasikia moyo wako umefunguka. Kuna wale ambao wamefungwa na shida za mwili, unakuta kila siku amekunja sura yake imekaa hivi. Ni mtu anaamka asubuhi, ni mtu yule amelala katika vita. Mawazo, msongo wa mawazo. Mimi ukiniona hivi sura yangu, ina wakati nilikuwa nikikaa hivi. Watu wengi wananijua, ninajua wengi watakumbuka. Lakini nilipokuwa katika kampuni yangu ya 4Life, naweza kujivunia, naweza sema ni asante. Ninashukuru Mungu, sababu Mungu anajibu kwa kila shida, kwa kila hadi. Tutaweza kufika mahali ambapo tunahitaji. Wakati unapotengeneza kundi lako, kuna mahali niliwaambia utapewa shahada ya kufika kiwango cha Platinum Elite. Lakini wakati umefika katika ngazi fulani, hata hizi za presidential elite, ukiendelea nayo kwa miezi 6, utajikuta mahali pengine na maisha yatabadilika, na kila mtu atajua maisha kweli yamebadilika. Na sio watu wengi, nahitaji nguvu nyingi sana. Ongea na mtu mmoja kila siku. Hakikisha kwamba umeongea na mtu kuhusu kampuni ya 4Life. Uingie katika kampuni ya 4Life na uzungumze. Tunashinda tukiongea na watu ambao tumekutana barabarani, tunaanza kusengenyana, tunaanza kusema umejua hii, habari hizi ndio zimekuwa nyingi. Unasikia Russia imekuwa ni vita, watu kila siku tunaulizana, Russia imeamkaje? Ukraine imeamkaje? Unanunua bundles, internet yako haitoki. Internet kila siku. Tunataka kujua habari za USA, na mimi sijafika na siishi huko. Unataka kujua habari za Iran. Iran imeamkaje? Imefanya nini? Imeenda nini? Tunataka kujua habari. Unasoma gazeti kuanzia asubuhi mpaka jioni. Gazeti unajua habari za nchi yako mahali unaishi. Unasikiza radio, unasikiza nini, lakini hakuna faida. Unakuta watu wengi sana wanafanya biashara kwa internet.
na internet inatupea maisha ambayo yatakuwa ni sawa. Watu wengi tunajua kutumia smartphone, ni uko WhatsApp, niongee na marafiki yangu, niongee na ndugu zangu, niongee na nani, najua YouTube. Watu wengi tunaweka hapa, kama hii video yangu najua wengi wataona na wengine hawatapata. Kwa nini? Kwa sababu anataka ile vitu ya kuchekesha tu. Ndio ni mzuri, sababu inakufanya wewe urelax, labda usahau zile shida ulikuwa nazo. Lakini jua huyo mwenye anatengeneza hiyo video ya kukupea hiyo vitu ya kukuchekesha amepata faida, amelipwa. Wewe unaingiza pesa kwake. Wengine wanakuambia habari hizi, vita fulani, sijui nini, sijui hii na hii. Vitu anakuambia vitu tofauti tofauti. Wengine anakuambia watu fulani wamefanya hivi, watu fulani wamefanya hivi. Watu anakuja wakiwa uchi, wengine sijui amejifanya nini, sijui. Unajua kwamba internet siku hizi kuna watu ambao ni wataalamu. AI inakuundia ama inakutengenezea vitu ambao utashinda mchana kutwa. Kila siku, usiku na mchana, wanatengeneza, wanaunda, ili wewe uweke internet kwa simu yako na waweze kuingiza. Mwisho utajikuta uko ndani ya deni ya kununua internet. Tuseme kuna nchi kama hii tunayoishi, unakuta watu wengi wana wifi. Hata katika mahali popote unatembea unakuta kuna wifi. Watu wameshinda kwa internet, kwa simu, smartphone. Lakini acha niwaambie ndugu zangu, siku moja mtakuja kukumbuka kwamba tumeweza kuzungumza na nyinyi kuhusu mambo ya internet, kuhusu mambo haya ya kibiashara, kuhusu jinsi ya kuendelesha maisha yetu. Tubadilishe, to change mind, tujue nini cha kufanya, tujue jinsi ya kujiinua, tujitegemee sisi wenyewe. Tumebarikiwa. Ndiyo, unazaa ama unazaliwa, unakomaa, maisha yako unaelekeza, unayapea mwelekeo wa vile wewe unavyotaka. Unataka kuwa mtu, utakuwa askari, ndiyo, unakuwa askari. Unataka kuwa mwanasiasa, ndiyo, unakuwa mwanasiasa. Wengine wanasema mimi nataka kuwa mwalimu, ndiyo, unakuwa mwalimu. Wengine wanasema na mimi nataka kuwa mfanyabiashara, ndiyo, utakuwa mwanabiashara. Wengine tu wanasema mimi hiyo yote sijadi, mimi nimetosheka na vile nilivyo. Unakaa tu ukiangalia, ukihesabu wale ambao wametoka manyumbani mwao, wale wako wanapita kwa barabara, wale wako katika biashara ama shughuli zao za kila siku. Unakaa hivyo tu, na saa hiyo uko kwa internet ukiangalia ni nini wameweka. Mtu fulani una forward, unaendelea kuendelea kuangalia hao watu wamesema nini. Ndugu zangu, tuache hayo, tusahau, tuanze kujadi maisha yetu, tuinue, tutafute pesa kwa mfuko. Tunahitajika, tusio watu wa kuhitaji watu wengine tu peke yake. Hapana, jijadi na ujadi watu wengine. Naweza wapea karibu tuweze kuwa pamoja. Mimi nimewaambia majina yangu, naitwa Caleb. Namba yangu ya simu ni 0721999298. Hiyo ni namba ya WhatsApp. Utanipata, tutazungumza WhatsApp 0721999298. Utanipata kwa WhatsApp, utanipata kwa Telegram, utanipata ukinicall tu kawaida, ukinipigia tutazungumza mahali popote ulipo. Najua tutaweza kusaidiana. Ulimwengu huu siku hizi, ukiwa Amerika, ukiwa Europe, ukiwa Asia, ukiwa Afrika, ukiwa Ocean, kila mahali ulipo tutaweza kuzungumza na tuweze kuelewana na tuweze kusaidiana. Hii biashara ama hii kampuni, wewe ukiwa ni Mkristo inakufaa, ukiwa ni Muislamu inakufaa,
Ukiwa hauna dhehebu yoyote inakufaa. Ukiwa mwanabiashara inakufaa. Ukiwa mwanasiasa unahitaji. Ukiwa askari unahitaji. Kwa sababu hii ni afya. Unaweza kuitumia tu mwenyewe. Unaendelea tu kutumia ndio uweze kufanya maisha yako yawe imara na yawe sawa bila shida zozote. Karibuni kwenye Equipe de Triomphe. Hii Equipe de Triomphe najua kwamba itabaki historia katika maishani mwako. Utaikumbuka, utaambia watoto wako, utaambia mandugu zako, utaambia marafiki zako, majirani wako, wale watu ambao unazungumza nao kila siku, utawaambia habari hii kwamba mimi kuna kile ambacho Mungu amenipea. Nasema karibuni tuweze kuwa pamoja. Asanteni.